Si unajua sasa hivi Trump anamshambulia jamaa, anamwambia kwamba jamaa anaua wazungu. Kama umefuatilia kwa mwezi wa tangu Trump ameingia madarakani, aliibua kesi ya kwamba Cyril Ramaphosa anaua wazungu kwa hafai. Na ndio maana kwenye mkutano wa mwisho Ramaphosa alienda Marekani kama unakumbuka. Kulikuwa na mabishano makali mno kwa anaua wazungu. Sasa baadaye kwenye mkutano wa mataifa G20 ile hajaalikwa Ramaphosa. Ajikomba kwamba anaua wazungu. Sasa kumbe sio kama anaua wazungu Ramaphosa. Unaondoka? Sio kama anaua wazungu, hapana. Ramaphosa huyu wazungu, isipokuwa ni kwamba Ramaphosa yeye ile kesi ya kule ndio inamwandama ya huku Israeli. Yani kinachomponza, kinachomwandama ni kesi ya huko Israeli ndio inayomponza na kumwandama. Ndio mwenye kabisa apewe kashfa kwamba anaua wazungu kwa sababu tu alichukua maamuzi ya kusimama kidete na Palestina na kuifungulia Israeli kesi. Umeona? Kwa mwisho wa siku ikabidi apewe hicho kipande kwamba ndio wazungu na pia wazungu wengine wakakimbia kama wazungu kadhaa hivyo wakakimbilia Marekani. Na kule wakaenda kuandamana kwamba wanateseka, wanyanyasika hivi na hivi. Kumbe shida yote ni nini? Ni kwamba jamaa wanataka Ramaphosa ile kesi pale. Ile kesi pale aitoe. Ile kesi dhidi ya Wayahudi. Umeona? Na wanaambia wanaua wazungu. Hiyo ni moja ya changamoto kubwa siasa ambazo zinaendelea nyuma ya pazia. Na Ramaphosa yeye kama yeye amegoma kufuta ile kesi pale mpaka sasa hivi. Na juzi hapo kuna kama kaishu kakatokea kwamba kuna watu raia wa Gaza kama 150 waliingia Afrika Kusini kama unakumbuka. Ndio. Sasa yote haya inafanyika michezo ya kumchafua Ramaphosa ili aka-withdraw ile kesi ambayo inaendelea kule dhidi ya Netanyahu ama ya Israeli. Muona bwana. Unakuja kwenye issue nyingine ya kwamba sasa Trump Afrika Mashariki sasa. Hapa Afrika Mashariki hapa. Unajua miaka ya nyuma tulikuwa kila kitu Kenya, sahani Kenya, vijiko Kenya, nguo Kenya. Yaani vitu vingi mabati Kenya, vitu vingi wanachukulia wapi? Nachukulia Kenya. Hatukatai kwamba Kenya pia wao wenyewe pia kuna wazungu wako pale Kenya. Unajua nchi ambayo marais ambao hawakufukuza wazungu ni pamoja na Kenya. Kenya wazungu hawakufukuzwa pale, walibaki wao. Na Kamuzu Banda pia naye hakufukuza wazungu. Au unakumbuka vizuri? Yeye alifukuza wazungu. Kwa wazungu wana nguvu kubwa sana Kenya. Na ndio maana Kenya wao wanaweza wakaandamana na pia vile wakauana. Usisikie Umoja wa Ulaya umeweka vikwazo dhidi ya Kenya. Kama umewe kuangalia hiki kitu. Yaani Kenya juzi hapo watu walikufa sana. Polisi walikuwa mno, wakateka mno, umeona? Lakini au ulisikia Umoja wa Ulaya labda pengine wamewekea vikwazo Kenya, au Rais Ruto amewekea vikwazo au hapa na pale, au makaribio hapa na pale hata siku moja. Sababu gani? Wao wako pale Kenya. Wazungu wako pale Kenya. Alafu Kenya biashara kubwa, makampuni makubwa yako chini ya wazungu, mashamba makubwa yako. Unasikia mashamba akina Raila Odinga, mashamba akina hata mwenyewe kiongozi Ruto, mashamba akina nani ule Uhuru, mashamba akina Arap Moi, mashamba mengi Kenya. Yale mashamba wameingia upia na makampuni ya wazungu ndo wanalima pale. Unaona bwana? Kwa hiyo Kenya wenzetu wao ni baby, yani ni yo nyamaza mwanangu. Ndo Kenya kwamba wao wanaweza kufanya maajabu, wakaua, wakatekana, wakafanya nini, lakini hauwezi kusikia kuna vikao vinakaa. Utasikia Umoja wa Mataifa umeonya hapo, imepanda imeshuka mwisho wa siku kama karambwanda. Maisha yanaendelea. Umeona? Kwa sababu kumbe Afrika Mashariki ama Afrika hii, na juzi hapa Kenya ilipewa hadhi ya kuwa angalia hii mienendo ndio ujue kwamba Tanzania tusipokuwa makini. Unajua
tusipokuwa makini hapa Tanzania, yani kuelekea ni kubaya sana. Katika siasa hizi za kiuchumi, hii siasa za kijiografia hizi ndio wanataka geopolitics. Umeona? Kwa sababu gani? Angalia Mwakilembe juzi hapa Kenya ilipewa hadhi. Ilipewa hadhi ya kuwa mshirika wa nje wa NATO. Si unaelewa hiyo? Unaelewa hapo katikati hapa? Mpaka wakatuma jeshi kwenda Haiti. Yaani mpaka mambo ya Somalia, kwanza hata Haiti. Mambo ya Somalia yale kama nakumbuka vizuri, umeona? Yaani Kenya ilipewa hadhi ya kuwa mshirika wa nje wa NATO. Taifa la Afrika, nchi ya watu weusi inapewa hadhi ya kuwa mshirika wa karibu wa nje wa NATO. Akapewa fungu la kutosha la pesa na Umoja wa Ulaya. La kutosha, umeona? Na pia kumbe kabla ya hapo zimefunguliwa academy za kijeshi. Ndani ya Kenya kuna academy za kijeshi. Zipo ndani ya Kenya zimefunguliwa, na Kenya inapewa karibia bilioni 2 annually, yani kila mwaka, dola za Kimarekani katika shughuli za kiusalama katika ukanda huu. Umeona bwana? Sasa ndio jamaa mmoja akasema kwamba ukiwa rafiki wa Marekani ni hatari zaidi. Lakini pia ukiwa adui yake pia ni hatari zaidi. Umeona? Ukiwa rafiki ni hatari. Ukiwa adui yake ni hatari zaidi. Kwa sababu kumbe ile nchi ya Marekani kwa asilimia kubwa, yani unajua, yani I say, yani kumbe unaona hii mikopo hii. Umeona dunia sasa hivi, kumbe sasa hivi inaendeshwa, yani dunia sasa hivi haiendeshwi kwa misingi ya credit. Yani sasa hivi hatupo kwenye credit. Dunia inaendeshwa kwa mfumo wa debit. Yani dunia inaendeshwa kwa mfumo wa mikopo. Ndio maana kumbe hata mabilionea duniani wakubwa wote, yani kumbe pesa sasa hivi Makelele, pesa hii dola hii kwa Marekani kama uchafu. Ni kama uchafu. Yani sio kitu ambacho wanakipa, yani pesa sio kitu ambacho wanakipa kipaumbele sana wao. Ni kama uchafu kwa Marekani pesa. Kwa ile pesa unaiprint ile pesa, wanakopesha watu, wanakopesha makampuni mbalimbali kwamba dunia inataka iendeshwe kwa mfumo wa nini? Wa mikopo, sio mfumo wa pesa cash, wa mikopo. Ndio maana unakuta na Bill Gates wao hela zao nyingi, wala hawana hela in cash. Wameweka kwenye mashamba, kwenye mateknolojia, kwenye madawa, kwenye ndio wamepeleka huko, kwa sababu ile pesa Marekani kama Marekani sio pesa ya kuingiza kanao mfukoni. Sababu kwa sasa hivi unaambiwa tangu mwaka 1900 na wanasema ilikuwa ni 1907 mpaka 1971 ndio pesa ya Marekani. Umeona sisi huko tunavyoishi, tunaona dola ndio hela yenye nguvu, dola nzuri. Yaani mtu bado wa Afrika tunalo shamba, ukishika madola unajirekodi umeshika madola, nina pesa. Wa Marekani washatoka huko, walisha kumbe ile dola sio pesa. Wameingiza dunia katika mfumo wa madeni. Nitakuja kukuambia vizuri hapo inakuaje. Na hii ilikuja baada ya anguko la kiuchumi la Marekani 1907 mpaka 1929. Mmoja anaitwa PG Morgan, nitakutumia bila mtafute huyo. Ndio akashauri kwamba tunaokoaje nchi yetu kwenye uchumi na yumba. Unajua hawa Federal Reserve wa Wayahudi. Wenyewe wana print pesa. Kwa hiyo Marekani Makelele haitaka ifilisike kama vile ambavyo tumekuwa tukidanganyana kuambiana, haitaka ifilisike Marekani. Kwa sababu gani? Kwa sababu Marekani wao wana ile Federal Reserve, kazi ya Federal Reserve pale wakati inapoyumba kiuchumi ni kuprint pesa. Yaani wao waweze kuprint. Na lile deni la trilioni 37 lile deni la Marekani lile. Ni wao walijiwekea kwamba Marekani itaendelea kukopa na kukopa na kukopa na kukopa. So Federal Reserve nchi kiumba na print. Nchi kiumba na print. Nchi kiumba na print. Na ndio mwanzo dola Marekani kukosa thamani ndani ya Marekani, lakini ina thamani nje ya Marekani. Kwa sababu waliingia mkataba mkubwa na Saudi Arabia, ikafika hatua Saudi Arabia wao wakawa wana pesa nyingi sasa Marekani, Mashariki ya Kati. Makelele nisikupeleke sana huko, turudi hapa Afrika Mashariki. Hapa nyumbani kwetu hapa. Umeona issue ya Kongo inavyoendelea? Issue ya Kongo bwana. Issue ya Kongo bwana. Sasa hivi wameingia Uvira. Punde tu baada ya mkataba, kuna siku tulishaye kuongea mwaka wetu tukasema kwamba
unaposaini tu mkataba na Marekani maana yake ni kifo. Kama si unakumbuka tushazungumza hiyo jambo siku moja. Sio sana. Yaani unaposaini tulikuwa tunazungumzia kuhusu Hamas kama unakumbuka vizuri. Na sasa maana pia nilikupigia nisikie mawazo yako kuhusiana na mkataba wa Kongo. Lakini ni rekodi sio kusikia tu. Sauti yako na wewe isikike sasa. Basi sasa kwa kumalizia tu kabla tujaenda kurekodi. Yaani ni kwamba kila unaposaini mkataba na Marekani unakuwa umesaini kifo. Umekaribisha mzimu wa kifo. Sio umekaribisha, umeshasaini kifo. Ndio tafasiri yake hiyo kwa ulimwengu kwamba kila nchi yote ndio maana nikasema hivi ni hatari kuwa na urafiki na Marekani, lakini hatari pia kuwa na uadui na Marekani kwa sababu unaposaini mkataba na Marekani tu umesaini kifo moja kwa moja tayari. Umeona? Na ndio maana mataifa mengine sasa hivi duniani makaribia ziko nchi 3. Duniani ziko nchi 3 zenye nguvu. Yuko Marekani, yuko China, yuko Urusi. Basi nchi 3 na hao watatu China, Marekani, Urusi, kuna mmoja anataka kumuingiza hapa ambaye ni India. Ile ziko nchi 3 na hao watatu makelenda wagombani. Hao watatu hawa sasa hivi wagombani. China na Marekani wagombani. Urusi na Marekani wagombani. Na kiwalisia Urusi na Marekani. Yaani Marekani hawezi ingia vitani kamwe na Urusi. Kwa sababu Urusi kwenye swala zima la vita pale Urusi hamna mtu anamkuta Urusi. Kwa swala zima la vita duniani. Dunia nzima mtu ambaye anamuogopa na mtu wa kumuogopa mno kama si yeye Urusi yeye sijui anapiganaje vita vyake. Yaani kwa sababu hamna taifa ambalo lina ile yani Urusi namna ambayo anapenda vita hamna taifa duniani lenye uwezo wa kufanya vile. Hakuna. Mbona Zelensky alijitutumua sasa? Yaani Marekani yeye kwa jinsi alivyomuona Urusi jinsi alivyo. Hawawezi ingia naye vitani. Kwa sababu Urusi ana mbinu ambazo hamna nchi duniani hizo mbinu wanataka kawa nazo au kuzitekeleza. Juzi hapa. Putin juzi amefanya hivi. Mbona alivyo mjanja? Amelegeza vikwazo. Yaani yale masharti ya kuingia jeshini yale. Masharti jeshini sio mrefu, sio mfupi, sio miaka mingapi. Sio una masharti fulani jeshini ya kijinga. Yale masharti Urusi ametoa yote. Mtu yoyote uwe ni mzee, uwe ni kijana, uwe ni kilema